angalia maneno ambayo yametamkwa kwenye maisha yako. Usiruhusu mtu atamke maneno ambayo hayaeleweki ukayaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ujenga na neno ubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukifungua Mithali 18:21. Neno la Bwana linasema kwamba kwenye kinywa chetu kuna uzima na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa angalia kinywa chako kinazungumza nini. Je, unaijenga imani yako ama unaibomoa? Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ni maono. Imani inajengwa na maono uliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono yaliyo ndani yako ndio yanadetermine kiwango cha imani ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa una malengo makubwa na maono makubwa, lazima imani yako iwe kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maono ulionayo ndani yanahitaji kiwango kikubwa cha imani sawa sawa na maono ulionayo ili yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu alikuwa na lengo la kuumba mwanadamu. Alikuwa na lengo la kuumba dunia. Alianza kuyaona yale maono ndani yake kwanza, ndio akayadhibitisha kwa imani ikawa kupitia neno.